Kabisa manze. Couple of songs. Hitman. Kuna mbola yo. Ndio hiyo. Ni mbaya. Tena nafanya siku yap sana kama fahad. Wow. Na couple of freestyle. Sometimes mimi na feel I'm losing. Sometimes mimi na feel I'm hopeless. Lakini kiangalia ile place nimetoka, alafu niangalia ile place nimefika. Manzi najuanga jo ni sagodi. Yeah manze. What's up people? This is Many Voice Poison hapa hivi kama kawaida, kama dawa ndani ya P Television. Na leo ni ile siku nilikuwa nimewaambia na waletea one of the best artists from Meru, yani Timao bore yote manze. Best rapper number 1, mkali wao mwenyewe anaitwa, tutakuja kumjua ndani ya interview tukiendelea pole. Na wale mnamjua tulieni sasa msikie, leo ni kumoto. Yani kitu nilikuwa nimewapromise nishaleta. Mr. Promise and Deliver. Poison, wacha tuanzie sasa tusikie ni aje. What's up baby, ni aje manze mkuu, uko best? Mimi niko fit sana. Sina maneno. Tuko na nani ndani ya nyumba? Wacha kwanza wapo mafans ambao wako huko, wengine huko ambao maybe hawajajua. Kuna wenye wako Nairobi pia, kuna wenye wako Mombasa pia, wao wajue wako na nani leo ndani ya nyumba. Yo, mimi naitwa Yegos. From T-Town. Kabisa. Yeah man. Representing mimi na represent Wolfowski Music. Kabisa manze, napenda hiyo kabisa. Alafu Yegos, unajua namna gani? Yes, imekuwa long time sana because last time tulipatana tulikuwa zile competitions za Graham Awards, unakumbuka? Yeah, nazikumbuka sana. Bana, na zilikuwa ngori sana pale Kinoru Stadium and Yegos alimanage akapata yake moja manze. Hapo ndipo tulianza kutambua the music ya Yegos inside. So wacha leo tusikie nini? Tusikie Yegos akona yapi leo. Plus kuna ile doba inafanya vizuri sana pale online. Yeah, Makaveli manze. Inasonga sana pale YouTube. Na TikTok wase wanatumia hiyo sound vibaya sana. Yeah, Makaveli. So unaweza semaje about Makaveli kidogo before tuchapia kapera kidogo ya Makaveli? Unaweza sema yani ulifikiria aje by the way Makaveli, yani hiyo doba ulifikiria vipi juu ile doba ni mbaya? So unajua Makaveli ile doba niliandika for couple of days, months, kama miezi kama 4 hivi. Nilikuwa nafikiria. Kwa unafikiria? Juu kuna wase nilikuwa tu nataka kuwakomesha like juu yani walikuwa yani sikuwa nataka shit sana, so ikabidi niwakomeshe. Tukaamua kuwakomesha yani. Like, na ile dogo by the way ni mbaya, si ati nini. Kali sana. Na ni kweli walikoma manze, walikoma si ati nini. Walikuwa na yap sana. Ikabidi niwaambiaje, mwanaume ni kitendo nafanya, siku yap sana kama fahad. Wow. Manze, lazima pia tukue locked ndani, lazima wasikie leo ni kumoto. Lazima Makaveli tufanye. So tukimalizia lazima tuchapia kapera moja ya Makaveli, si ndio? Unajua Yegos by the way si lazima ikuwe Makaveli pekee. Tunaweza doba ni mengi. Tunaweza chapa hata Hitman. Kuna mbola yo. Ndio hiyo. Ni mbaya. So, niko na couple of songs sana na couple of freestyle mingi sana kwa kichwa, si ndio? So tutazipiga tu baadaye pole. So before tufike pale, nataka tuanze pole na ajani ya Yegos kwa muziki. Mimi nakumbuka vizuri sana the time niliingia kwa industry. Nilikupata kwa industry. Time ulikuwa pia sasa yani ushaanza kuingia kileleni. Na ndio nilikuwa naingia manze, na ulikuwa public figure manze, mbigi sana. Si ndio hiyo sasa. Tuko sana tunafuata hadi njia zako nini, tunasema Yegos nini. So Yegos, kitu ya kwanza najua kwa industry lazima kuna haters, kuna vitu vizuizi, si ndio? Obviously kuna changamoto pia. So changamoto 1 2 3 ambazo zimekuface wewe kama wewe, unaweza tuambia 2 3 na venye uliweza kuzi overcome. Unajua kuna vile uliweza kuona hii ni challenge na ukai overcome. Challenge ya kwanza obviously inakuanga capital. Kutafuta pesa ya kurekodi muziki obviously inakuanga hard sana. Inakuwa hard So inabidi umepika mboka, au chagui mboka, kuchafua tu bora upate pesa ya kufanya doba. Kweli kabisa. Challenge ya pili obviously ni kutafuta fan base, kutafuta wase wanakusikiza. Before wase waaminie ile stuff unawaambia, lazima utapitia vitu mingi. Singine unawaambia subscribe, lakini sasa
wewe piga kazi yako. Yani na kuget kuna zile kuna wale ndio kupata pia airplay, kupata ma DJ wanakucheza doba, lazima pia wachote ka kitu. Lazima wachote ka kitu ndio kubali kucheza. Challenge nyingine kuna kama wasee wa kuamini, inabidi wewe umepull up your pants, inabidi ucheze kama wewe ndio, mpaka wakikusikia wanasikia hizo lines ni mbaya, wanakutambua ndani ya lines. So lazima utie bidii sana mpaka uwakomeshe kabisa, mpaka wakusikize tu bila option. Yani hiyo tu ndio option. Ikiwa tu kukusikiza tu ndio option juu kuna vitu kali za kusema. Ni kweli. Alafu Yegos kuna pahali nilisikia ukisema kwa mziki wako moja, nikasikia ukisema kuna line fulani ulikuwa umesema, ukasema ati hata nabii asikizwi kwao. Mbona uliamua kusema hivyo? Juu obvious wasi wanakujua ni rare sana wa kusupport. Kweli. Juu wataona wewe ni wa nyumbani tu. Wewe ni wa nyumbani. Wewe sina kuonanga asubuhi ukiamka, ukienda lunch, ukipiga mboka. So few wata kusupport, lakini kuna lunch number yenye itakusupport. Na hiyo ni kweli. So challenge nyingine ni support kwa sisi upcoming. Juu wase si wote watakusupport. Ni kweli. Watakuringia tu, lakini ukianza kumake vitu kali wanaanza kujileta sasa, wanaanza kujileta. Ni kweli kabisa. Alafu Yegos, nilikuwa nimeacha, ulikuwa ushaanza your market label, ulikuwa na label yako, uko na record yako yani, ambao nimeona pale umewasilisha kama Seal Gang Entertainment. Na ningependa sana utuelezee kuhusu Seal Gang Entertainment kidogo, na mradi, mbona ulifikiria kuanzisha Seal Gang Entertainment, ndio ianze, ulifikiria vipi pale? Unajua Seal Entertainment ni group ilianzia kitambo sana. So si group ya sai like ilianzianga back tukiwa high school. Na ile time tukiwa high school tulikuwa na vijana wengine walikuwa classmate. So actually ilianzianga tukiwa wase watano. Through the life tukamalizia shule tukiwa tumepiga ngoma moja tu. Hiyo ngoma moja tulikuwa high school. So stika umesikia doba, nakwambia nimesikiza doba zako most sana. Na ndio maana nimekutafuta. 2019 ndo nili record my first song tukiwa na hiyo group. Hours watatu ndo walimake kutengeneza hiyo watatu, si ndio? Watatu pekee. Hiyo ngoma ilikuwa inaitwa Bang. Ni mbaya. Hata ukisikia lazima pia tutaipitia, msijali. Lazima ndio niambia, ndani tuko ndani ya P Television. Niwaambia sikiza na P Television ubambike. Wacha tuendelee na Yegos tusikie venye kuliendelea. So wale wawili kwa wale watano, what happened? Nao unajua challenges za life, kuna ups and down obvious. Kuna wenye mna pull up na wao, wengine wanalemewa na jani. Juu hii jani si rahisi. So hao wengine mmoja akasari pia hiyo story ya doba, tukabaki na mwingine El Chapo na yeye. Tukabaki naye bado tunapiga naye vitu. Tuna plan naye project. So El Chapo naye ako mbali, ikabidi sasa hivi renovate yani. Nikaamua sasa ku add new energy ndani ya nyumba. New energy. Hapo ndo nikatafuta msi anaitwa Eliwizi. Na nimesikia kitu kali mmetoa sana na Eliwizi pale, nimesikia ni kijana mnoma, si ati hitman mbaya. Lazima tutaipitia. Kwanza Eliwizi tulianzia naye Zikidigi. Manzi, Zikidigi kashika mbaya. So nikatafuta mwingine anaitwa Yo Branti ni mbaya tena, nimesikia ndani ya what Yo Branti. So nikasema hii ni energy, acha tu pull up nayo. Juu mi ile groups sikuwa nataka kuiangusha. Ni kweli. Na ulifanya kitu ya maana sana. Even though I was not the best there, but nilikuwa najua hii kitu tumeanzia sahi, in the future tutaikulia, mtakuja kuimangia, si uongo Yegos. So nikaona hakuna haja ya ku give up, ndo nikaona
new energy. So na ni kweli kabisa ulifanya fiti pale kwa Dio New Energy na ni wasee pia wase wanajituma fiti. So Seal Gang Entertainment konge ukweli our followers pale Seal Gang Entertainment iko pale YouTube na wanasonga vibaya sana. Doba zao ni kali noma. Ingia pale wa subscribe kama kawaida. Na yeye Egos pale mitandao yote wanakujua vipi bro, uambie exact venye wakiweza kusearch wanaipata pale. So kwa mitandao tukianzia na Instagram unaweza nipata yani Egos. Tukiingia TikTok yani Egos. Facebook yani Egos. YouTube yani Egos kabisa. Na bado YouTube sasa kuna hiyo channel ya group yo Seal Entertainment. So very soon venye unasema story ya label, very soon nataka kuintroduce new style in the town. Unajua wasa wanakaa tumetulia, watu wamezoea style fulani, so umeamua kama na nyingine. So sai wasa wametuzoea ile design, sai tunakuja na new style mbaya. New style sasa ndo tunakuja pia na a lot of music tumepangia, a lot of collaborations. I hope wasa wataipenda. Na guys venye mmesikia ni kitu inakuja pale online. Yes. So Egos nimesikia, unajua hizi stuff sisi lazima tuchimbe tusikie ni aje. Si ndio? About your album. Nimesikia kitu fulani nikasikia kwa watu kadhaa nini kuna album producer hapa, unajua mimi nimeinteract na producer pia wako nini. So nikasikia kuna about una plan one of your album. Sijui mambo vipi kwa hiyo album, ama umeplan vipi kwa ile album, ama umepanga yapi? Unaweza tupatia ka hint kadogo before itoke tusikie umeplana vipi kwa hiyo album yani? So bado naandika ndoba zingine na record, lakini naweza fikiria kama nitatoa ikiwa album ama EP. EP. So nataka ni pull up na wasi wako fiti, wale wasi wanajua kuroga kweli. Na nataka new energy. Sitaki zile mistari wasi wamezoea za kawaida, ngoma fiti juu hii ni EP, haitaki mchezo. So very soon itakuwa ina drop. So ndio maana nimekuwa nimejificha. By the way, kuongea ukweli yeye Egos nimeona pale alikuwa amejificha kidogo. Na vile alikuwa amejificha na shanga yeye Egos zako wapi, lakini Makaveli ina pull up manzi kila pahali. Kwa hizo bookla unasikia unapata Makaveli inacheza, lakini Egos simpati na shanga vipi? Hiyo Makaveli usisahau tulifanya na one and the only one. Kijana ito Mudha mwenyewe. So Mudha talking about him pia energy yake iko fiti. Ni mbaya kwanza kabisa. Huyo ni mnisa mwingine, ni hatari by the way. Alafu nimeona Mudha pia akiwa pahali hapo, nimeona ako upande wa kuna pale anafanya mboka na hiyo place bado naona hiyo place bado anacheza fiti sana na replace ya ma foreigners.